Habari mwanafunzi wangu, ni mimi hapa Babu Bidabida Online TV. Ni bingwa kabisa wa tiba asili Afrika. Napatikana Dar es Salaam, Yombobuza kwa Mama Kibonge. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment na kushare ili uwe wa kwanza kupata masomo yangu kila leo ninavyotoa. Sasa leo tupo katika somo ambalo namna ya kumuita kiumbe anaitwa Ado. AADO. Hawa wako mapacha ambaye kuna wa kike na wa kiume. Ambaye Ado ni kiumbe wa kike, lakini Bado ni kiumbe wa kiume. Ambaye BHAADO. Sawa, Bado. Sasa kiumbe huyu kila mmoja tutakuja kumsoma kwa nyakati yake, lakini leo tunaanzia katika kiumbe huyu ambaye anaitwa Ado. Ni mwanamama, ni binti mrembo kabisa, lakini pia ni kiumbe ambaye yani kwa kweli amesifika sana, ameumbika sana. Yani kuanzia kifuani, shepu, hipsi, kwa kweli ni kiumbe anastahiki kugaiwa pongezi zake. Ila ni ana huruma mno. Ni kiumbe anayevaa kujistiri, ni kiumbe ambaye hapendi gozi. Hana masharti makubwa, magumu kama viumbe wengine. Sharti lake utacheka sana. Sharti lake anapenda mtu anayemmiliki. Mtu anayemmiliki avae saa ya dhahabu au saa ya yani saa ya dhahabu au ringi ya dhahabu, au mekosa uvae shaba. Ni kiumbe miongoni mwa viumbe wakubwa, na ndio maana hata gharama yake imechangamka. Kikawaida kiumbe huyu gharama yake ni milioni 50. Umeelewa? Lakini ni kiumbe ambaye anafanya kazi yoyote ya titi for tati. Yani kazi yoyote, kwanza kumpatishia mtu madaraka, yani ufalme. Nikisema madaraka ni ile chochote unachokitaka, mali, upendo, kupendwa, kusaminika, kuonekana, umeelewa, kinga. Lakini pia huyu kiumbe sifa yake kubwa yeye ni kukamata nyoka. Yani kushika nyoka wa aina yoyote, nyoka wa aina yoyote unakamata. Hiyo ndio sifa yake. Lakini pia kuongea na wakubwa, kuongea na wanyama, kusikilizana nao, kusikia wanataka nini. Magemu. Lakini pia wale tour guide, hii inawahusu sana kwa sababu ni kiumbe ambaye TANAPA inawahusu sana kwa sababu askari wa tunaita askari poli, wa wanyama poli, ulinzi, wanawafaa wale watu ambao wanaoishi, wanapenda kuishi na wanyama, kusikia, kutamani siku moja. Unajua kila mmoja anampenda. Kuna mtu anafuga paka, anafuga mbwa, anafuga sijui njiwa, wanyama gani sijui, lakini hajui kama anaumwa, anajisikia, basi ukiwa na huyo anakuwa anakusaidia sana. Daktari wa wanyama wa mifugo, bwana shamba, mkulima, sijui nani, inakufaa sana. Inakupa alamu ambayo kikawaida unajua kabisa hapa ni sehemu hatarishi hapa hivi. Kwa hiyo ni hivyo mwanafunzi wangu. Kukupa mali ni jambo la kawaida, utajiri ni jambo la kawaida, bahati nasibu, njia, maono, funuo, chochote unachokitaka kwake ni jambo la kawaida sana. Uweze kulimudu sharti lake. Dhahabu au shaba, uivae, basi hilo ndio sharti lake. Ukiweza hilo basi. Kwa hiyo yale makembe kama ya Wamasai yale ni sawa. Makembe ambayo yanapatikana huko madukani ni sawa, ni hivyo. Kwa chochote unachokitaka. Sasa hivi sisi tunataka sana mali, tunataka sana utajiri, tunataka sana mafanikio. Sasa kwa nini tusifanikiwe? Kwa nini tusiwe na mamlaka? Basi mwanafunzi wangu, ofa yetu bado ipo. Ni ile hali ambayo ya kuweza kumudu chochote ulichojaliwa. Basi nyingine unalipa kidogo kidogo, huku unamtumikisha kiumbe wako. Na nikutoe wasiwasi kabisa mwanafunzi wangu, haya masharti hayawezi kukengeuka wala kubadilika.